Umeona hicho ni kikosi cha Yanga kikiwa kinafanya mazoezi mazito. Leo Yanga na Simba wanakichapa. Kwa hiyo Yanga wameona wasilaze damu, muda wote wamekuwa wakifanya mazoezi. Sasa nikukumbushe tu kubonyeza neno subscribe hapo ili uwe wa kwanza kupata matukio yangu yote, na nikusii tu angalia mpaka mwisho. Leo nimekuandalia matukio mawili makubwa, ila kwa sababu kamera yetu imeweza kuanasa Yanga wakifanya mazoezi, nimeona nisikuache nyuma, nikuletee moja kwa moja ili tukio. Na pia endelea tu kufuatilia vipindi vyangu. Ukisha subscribe usisahau kushare, kucomment, na pia maoni yako ni muhimu sana, ndio maana nakukumbusha kucomment hapo. Nadhani umekiona kikosi cha Yanga kikiwa kinajiandaa kwa ajili ya mpambano wa leo. Mechi ya leo aisee, matokeo yote utayapata hapa yenye kwa mechi ya leo, na ndio maana nakukumbusha kubonyeza neno subscribe. Yani matokeo yote na mpira utaonea kwenye hii channel ya Nyafe Nyafe. Nikukumbushe tu tena na tena kubonyeza neno subscribe hapo ili uwe wa kwanza kupata matukio yote ya mechi za leo. Na hicho unachokiona hapo, hicho ni kikosi cha Yanga kikifanya mazoezi mazito kwa ajili ya kukabiliana na Simba leo. Na huko nyuma nikukumbushe tu Simba Day, Yanga Day kuna mazito yalitokea. Kwa hiyo leo kila mmoja akampania mwenzake. Sasa nisiongee zaidi, wewe twende moja kwa moja kwenye tukio la pili. Lakini nikukumbushe tu mechi ya leo ya Simba na Yanga utaiona hapa, na ndio maana nakukumbusha kubonyeza neno subscribe hapo ili uwe wa kwanza kupata matukio yote. Twende tukatazame tukio la pili. Ndugu zanguni, tunavyokuwa tunasema matumizi ya sigara, matumizi ya shisha, matumizi ya tumbaku, ugoro ni hatari sana. Ukiwa kwenye session moja ya shisha ile ya nusu saa au dakika 45, ni sawasawa na mtu aliyevuta sigara 100 kwa wakati mmoja. Sasa sigara moja unapoichoma ile inakuwa na sumu takribani sumu 70. Sasa ukiwa na sigara 100 maana yake ni sumu 7,000. Sasa mtu wa shisha unapokaa pale kwenye shisha unajiona unapata machungwa, unapata strawberry, unapata nanasi, zile harufu zinakuwa zinadanganya, lakini kusema ukweli madhara ni makubwa sana. Matumizi ya hizi bidhaa zina madhara makubwa sana kwenye mwili, kwenye mapafu, na unaweza ukaona picha ya mapafu yalivyoharibika kwa sababu ya matumizi ya shisha, matumizi ya tumbaku, matumizi ya sigara. Ndugu yangu, wewe unayotumia hivi vitu, jua kwamba sisi tunaongea tunataka uelimike, uchukue tahadhari, kwa sababu yakikufika mabalaa utakuwa unaumia mwenyewe, utakuwa unateseka mwenyewe. Ndugu yangu, kusema ukweli haya mambo yanaumiza sana, kwa sababu mapafu yakishaharibika namna hii, umeshafika pabaya, kupona inakuwa ni ngumu sana. Unaanza kupata na shida za moyo, unaanza kupata na shida za ini, na ndio kufa sasa, kwa sababu hivyo viungo vishapata shida. Na ili uweze kupona, ukishafikia hatua kama hizi, mapafu na moyo yamefeli, ili uweze kupona ni lazima upandikiziwe mapafu mapya, upandikiziwe moyo mpya. Sasa wewe ndugu yangu ambao unapiga shisha, wewe ambao unapiga fegi kila siku, unaweza kugharamikia upandikizaji wa moyo na mapafu kwa wakati mmoja. Gharama unaweza, lakini anayekupa moyo na anayekupa mapafu utampata. Kwa hiyo unaona, ukifika hapo
inakuwa ni safari ya kifo imeshaanza, sababu kupona inakuwa haiwezekani, na kama haiwezekani unaondoka. Kwa hiyo ndugu zanguni, kuweni makini sana na mihemko, ulimbukeni wa matumizi ya hivi vitu. Vijana, mambo ya shisha, mambo ya sigara, ugoro, na tumbaku zingine, kweli makini nazo sana. Afya ni ya kwako, na unapokuwa unatumia unaendelea kupata madhara mdogo mdogo. Siku ya siku vitu vitafeli, utaanza kuwa mgonjwa mkubwa kwenye magonjwa ambayo hayaponi na ya gharama kubwa sana. Kwa hiyo ili usifike huko, chukua hatua sasa. Acha matumizi ya shisha, acha matumizi ya tumbaku na bidhaa zake kama sigara, ugoro na kadhalika. Epuka sana matumizi kama hayo, sababu ni shida kubwa sana matumizi ya hivi vitu. Huyo uliotoka hapo kumsikiliza ni daktari. Daktari akitoa ushauri. Jamani, ukiona mpaka kitu kinauzwa afu kinaandikwa no smoking, ni hatari kwa afya yako. Yaani wauzaji tu wenyewe wamekupa onyo, wanakwambia no smoking ni hatari kwa afya yako, afu unakimbilia kwenda kukivuta. I see. Huwa kuna zana watu wengine wanasema mimi mbona bibi yangu au babu yangu mpaka anazeeka alikuwa anavuta sigara. Jamani, afya zinatofautiana. Afya zinatofautiana, afu na vyakula hata tunavyokula sasa hivi ni tofauti na vyakula walivyokuwa wanakula wazee wetu zamani. Kwa wazee wetu zamani walikuwa wanatoa chakula shambani. Hakina madawa, hakina makemiko, lakini sasa hivi makemiko ni mengi. Na kuna hizi shisha. Shisha ndo watu wamezikimbilia, yani wamezipaparukia. Unajua, sijui niseme ni ushamba, asilimia kubwa sijui tuseme ni ushamba. Yani kitu chochote kikitrendi Bongo, kikaonekana tu watu fulani wamefanya, I say vijana wote unakuta wanakimbilia kukifanya hicho kitu. Ni kama shisha. Shisha ilivyoingilia, yani unakuta hata mwingine hata sigara alikuwa avuti, lakini tukaona mwenzie anavuta shisha na yeye ameamua kupata mkumbo, tena anakuwa addicted kabisa. Jamani, hivi vitu ukiona mpaka madaktari wanawaambia, watu wanasisitizia, ni kweli vinakuwa ni vibaya, vinasi. Wewe angalia hilo, angalia kilicho kwenye hiyo picha kinachoendelea hapo. Daktari kakuelezea kila kitu. Sio kila kitu unatakiwa ukifanye. Vitu vingine waachie tu watu wengine, lakini unakuta tena wakati mwingine sasa hivi ni mabinti, wanawake, yani unakuta mwanamke anavuta sigara, mwanamke anavuta shisha, yani mpaka wewe mwenyewe unabaki unasema haki ya Mungu. Alafu sasa mwanamke huyo bado baadaye wanakimbilia sisi mbona tuolewi? Hivi kweli unaweza kuwa mwanamke ndani anavuta sigara, mwanamke ndani anavuta shisha, alafu mwanaume uvuti? Hebu nenda kwenye comment hapo, weka comment yako kuhusiana na kile alichoongea dokta hapo. Je, kitu kingine tumetaka tuulizane mimi na wewe, sigara na shisha ukivuta kwa watu wenye heshima zao inakujengea picha gani? Wewe kama wewe, nenda kwenye comment hapo. Alafu sasa hivi nakuta vitoto vya 2000 vingi vinavuta sigara, vingine vinavuta mpaka bangi. Yaani dunia imekuwa hivi. Bado vitu vina madhara. Hebu wewe fikiria, kwenye sigara tu penyewe wamekuandikia no smoking. No smoking. Yaani fikiria watu yaani wewe mwenyewe unakwambia ni hatari kwa afya yako. Lakini unakuta mtu unaenda unavuta. Kesho na kesho kutwa likikutokea la kukutokea, hawana kesi kwa sababu tayari wameshakupa onyo. Kwa mfano tunaona hizi shisha sasa. Na sasa kwa wale wengi ambao wanavuta shisha bila kujua. Unajua shisha zimekuwa zikichanganywa na vitu tofauti. Wengine shisha wanachanganya mpaka madawa ya kulevya yanawekwa kwenye shisha. Mtu anavuta. Wewe umetoka huko na kuigaiga kwako kufuata mkumbo, umekuta mtu anavuta shisha, hujui kachanganya madude gani mle, unaanza kuvuta. Unajikuta naona ingia kwenye uvutaji wa madawa ya kulevya. Hivi taratibu kimasiara. Kisa tu kufuata mkumbo. Jamani, kuna vitu vingine mimi nasisitiza, sio vya kufuata mkumbo. Alafu na vitu vingine vinakuharibia CV, vinakuharibia na status.
Yaani mimi mwenyewe tu hapa nikishakutana na mwanamke anavuta sigara, anavuta bangi, hapana. Hapana, yaani hata kama nikitokea hata nimekupenda, nikakuta unatumia hivyo vitu, sitaweza kudumu na wewe. Yaani cha msingi tu nitakuchezea, alafu nitakwambia upite hivi. Kwa sababu tayari nakuwa nimeshamaliza haja zangu. Mwanamke au binti kuna namna nitakiwa uwe. Basi wakati mwingine vitu ulikuwa unatumia fanya siri. Japo siku mapafu yakija kuwa kama hayo, haitakuwa siri tena, tutajua tu. Mimi yangu ni hayo nilikuwa nimekuandalia. Nikukumbushe tu tena na tena kubonyeza neno subscribe. Ulikuwa na mimi King Fenya aka Nyafe Nyafe. Ndio maana nakukumbusha kubonyeza neno subscribe. Kuna vipindi vizito nitakuwa nakuletea hapa, hayo matukio hapa. Na nikukumbushe tu endelea kufuatilia vipindi ambavyo nimeshaviachia. Vipo vya kuelimisha, vipo vya kuburudisha, vipo vya aina tofauti. Ndio maana nakusihi kuendelea kufuatilia chaneli yangu kama ndio mara ya kwanza umeingia kwenye chaneli hii. Tutaonana kwa mara nyingine. Mimi nasema bye bye.